Mbolimboli. Marahaba. Unaelekea wapi? Nilikuwa naelekea dukani. Ulikuwa unaelekea dukani, sio unaelekea dukani. Sawa. Bila shaka wewe ni binti wa Kiislamu. Ndio Mbolimboli. Mimi ninavyojua, mabinti wengi wa Kiislamu wa kijiji hiki wanapenda kujistiri. Cha ajabu, naona umetanguliza kumwe lako mbele. Hauwezi kujistiri wewe? Hapana Mbolimboli. Binti, siku nyingine utakapokutana na mimi, hakikisha umefunika kichwa chako. Na kama binti wa Kiislamu, basi hakikisha umevaa mavazi ambayo yanaweza kustiri mwili wako. Sawa Mbolimboli, nimekuelewa. Sio umenielewa tu, tendea kazi. Bila hivyo nitakufanya jambo litakufanya ujutie kuwepo katika ulimwengu huu, na utatamka jina langu mara 3. Haya, toka. Vibinti vya kijiji hiki vimepoteza kabisa uadilifu na Mwenyezi Mungu. Hawana kabisa maadili ya Mwenyezi Mungu. Muda wote kazi yao kumsema Mbolimboli tu. Nina maovu, lakini Mwenyezi Mungu ni kipaumbele changu. Naitwa Mbolimboli. Ekolika shindina. Mwanafunzi kijiji kimenyamaza, anapopita barabarani, vumbi linamfuata, ana macho ya maswali, siri zimejificha ndani, kicheko chake kina sumu, maneno yake kama panga. Celeste. Vipi Azumba? Safi. Shikamoo dada. Marahaba. Mbona leo upo kinyonge? Dada. Kuna jambo nataka nikwambie, ukamfikishia kaka Ntemi. Kitu gani hicho? Dada Salome amewekwa kwenye nyumba na Mbolimboli. Na maanisha amefungiwa. Amefungiwa na Mbolimboli? Ndiyo. Kwa nini? Kama unavyojua, Dada Salome anakitegemea na kijiji na anasaidia na kijiji. Na sasa amegundulika, na ndio maana amefungiwa. Jamani, huyu mzee sasa anavuka mipaka. Yaani anadiriki kumfungia hadi ndugu yake. Yule si ndugu yake, mama mmoja baba mmoja. Mchawi ni mchawi tu. Achagui wa kumloga. Hawa ni ndugu yake, rafiki yake, mama yake, baba yake. Na lomba imebaki kuwa lomba, wowote atanyima. Kwa hiyo kama ndio ilivyokuwa, inatakiwa kumfikishia kaka Ntemi na kafikishia watu wengine walokuepo. Basi sawa, hamna shida. Mimi nimekuelewa. Asante kwa taarifa. Maana hii taarifa imenihuzunisha sana. Haiwezekani wewe unamfanyia ubaya mpaka ndugu yako. Sawa dada. Unaweza kwenda. Haya sawa. Sawa. Hii hadithi ya usiku ya kijiji. Vipi ndugu yangu Jeni? Poa, kwema Safi, mbona kama hujachangamka shoga yangu? Hamna shoga yangu, si unajua hali yangu nilikuwa nayo hii. Hivi hizi taarifa nilizozisikia ni za kweli kweli ama? Taarifa gani hizo? Mbona niogopesha? Hivi wewe ni hakuna kubeba mimba mzee Mbolimboli kweli? Hivi unajifikiria mara 2 kulala na ule mzee? Wewe hizo taarifa umezitoa? Ndio, nimesikia hizo taarifa. Tena umebeba na mimba yake. Hivi ulimfikiria hata mume wako labda anavyokuhangaikia? Maana siku ile nilipokutana naye pale njiani, maskini ya Mungu, anavyojielezea, yani mpaka nikamuonea imani, nikamwombea dua, nikasema
Mungu atamsaidia mke wako, atabeba mimba, mizali ameenda pale kwa mzee Mbolimboli. Ila wanakijiji mmezidi. Haya mambo hata si mnatoaga bayana kama tukio tokee usiku nyie asubuhi mnalo. Hivi mnalala kweli nyie? Shoga yangu, hii dunia ni ndogo sana na hichi kijiji chetu ni kidogo. Huwezi ukafanya jambo mimi nikashindwa kujua. Mimi ndio mbea hichi kijiji. Taarifa zote nimezipata. Kwa kweli namwonea huruma sana huyo mume wako. Maana sio alidata na nini mpaka kuja kukua wewe. Maana Ai shoga yangu, tukiachana na huyo mume wangu, kwa kweli yule mzee nimeshindwa kuvumilia. Anaenda kuongesha dawa chooni, yuko tumbo wazi, kifua chake kama unavyokijua jamani, na vile vindevu jamani, namwachaje? Nikasema nijilie mausamie. Hilo swali hilo ningekuuliza wewe, ulivyolala na ule mzee Mbolimboli ulikuwa unategemea nini? Mume wako siku akija kujua utamjibu nini? Labda sawa, umeongea yule shoga yangu, lakini mimi bado niko na wewe. Sio, nataka nilijue hili jambo umelipata wapi? Yaani alokuambia ni nani? Angalia yasije kutokea puani. Maana wewe mume wako akija kujua atakung'oa hicho kichwa. Sio atakufanya nini? Maana anapoteseka kwa sababu yako, analima maskini ya Mungu mkaka watu akuhudumia mke wake, leo unaenda kumlipa hayo. Kweli? Bibi we koma, tusifikie huko. Ila watu wa Mbeya, lakini hapa najua hamna mwingine zaidi ya Esther. Maana Esther ndo nilikaa naye nikaongea naye majambo. Yeye ndo amekuja kukwambia. Mimi hayo mengine yanihusu. Kipindi mnaongea mmenishirikisha. Hamjanishirikisha. Kwa hiyo mimi sijui chochote. Mimi amenikuta tu hapa nimekaa kama unavyojua. Sasa wewe kama yakuhusu, kwa nini ulikaa kumsikiliza? Na kwa nini ulitoka ukapita ukatangaza mtaani ili iweje? Mnizalilishe au mnifezeshe? Si nimesha kujibu jamani. Kijiji kidogo hiki, ukifanya jambo usitegemee sisi hatutojua, limetufikia. Kumbe ndo mlivyo. Kwa hiyo Esther friji lake aligandisha. Sasa nitamkomesha. Yaani nitamkomesha. Nakula sani moja na yeye. Anda kunilibia ugali. Najua kali lote ili shoga yangu anda kunilibia ugali. Kaa kimya hivyo hivyo. Yaani ndo muache kufuatilia mambo ya watu. Yaani nitoke na ule mzee, nimzalie, nifanye nini? Na hivi karibuni barua inaenda kupelekwa nyumbani. Si una taarifa hiyo mamangu? Yaani mkae mnajadili vizuri, maana hisi bado mjayapata mengine. Tukiachana na wewe langu kikoba na elimu. Bibi wewe mbona kielele? Kwa unapokea leo? Bibi wewe basi bwana, nisikubembeleze sana ukajiona keki. Kesho saa ngapi langu naipata? Wewe naye kwani umesahau kuchukua hela kikoba sijioni, kwani ni asubuhi? Haya. Langu naijia kesho. Mapema sana niko hapa. Sitaki mara shemeji yako ipo ndani, sijui nini. Yaani mapema sana niko hapa na kuja kuchukua hela yangu. Haya sawa, hamna shida. Unajua Mtemi, kiukweli mlichokifanya mimi sijapendezewa nacho. Kwa sababu haiwezekani. Mimi nimekuja niwahi kwenye kikao. Sasa hivi unaniambia kikao kimeisha. Ndo nini sasa? Kama una kumbukumbu zako, tulipanga kikao ni saa 9. Wewe unafika saa 12, saa 11, unatarajia utakikuta kikao kweli? Mtemi, unajua usione nacheka basi ukachukulia kwamba mimi nimelizika na hili au nimefurahishwa. Sijafurahishwa hata kidogo Mtemi. Mimi na wewe na wengine letu hili moja. Sasa haiwezekani nyinyi mpange vitu mfanye vitu kimya kimya. Mimi nawaelewaje? Wewe tuelewe hivi hivi unavyotuelewa. Wewe kwa sababu ulichelewa, ulikuwa kwenye mipango yako ya kutafuta pesa, na sisi tulikuwa tuna mishughuliko ya kikao. Kwa hiyo hata siku nyingine hata kama mimi nitachelewa, wewe upo kwenye kikao, endesha kikao, mimi sitauliza kitu chochote. Lakini haiwezekani kwamba wewe umechelewa tuje tukuanze kukuhadithia mambo yanayoendelea kwenye kikao. Nitakuwa nimekiuka mila na desturi za kijiji au za wana kikao wenzangu, au sio? Kwa hiyo sasa hivi tunakuwa tunafichana, yani tunatengana, si ndio? Kwamba tuelezani alojili kwenye kikao. Mimi kwa upande wangu niko sahihi, siwezi kuwakiuka wenzangu. Mtemi, nisikilize. Unajua mimi na wewe sisi ndo wakubwa. Sasa isifikie stage sisi wakubwa tukawa tunakwazana au tunagombana. Je, wanaotufuata watatufikiriaje? Kwa hiyo mimi nimekuja tu kukwambia lilotokea, lilofanyika sijapendezewa nalo kama mkubwa mwenzangu. Sasa wewe haya majibu unaonipa nashindwa kukuelewa. Ni kweli unachokizungumza. Sisi wote ni wakubwa, lakini mwenzio anapokuwa anazingua, mwache vile vile azingue, kwa sababu wewe ulikuwa kwenye mipango yako ya kutafuta pesa. Sisi tunahangaika na kikao. Na hata siku nyingine hata kama mimi nitachelewa kwenye kikao, endeleeni nyinyi na kikao. Wala mimi sitofuatilia kitu chochote.
Mimi na sisi tumeelewana. Wewe kama unaendelea kukaa hapa na maasila yako, endelea kukaa. Hii yote nimejua, sababu hivi vikao vinafanyika nyumbani kwao. Laiti kama ingekuwa tumearrange sehemu yoyote, asingeweza kunijibu utopolo huu anonijibu huyu. Ila ajue kwamba simba anawinda, sio anawindwa. Bwana nilivyokuona. Shoga yangu niambie kitu gani kilichokufanya wewe utoke hapo uende kumwambia Kidama neno nilokuambia. Je, ni mimi Kidama nimeongea naye nini? Kala pelekana ni ya mambo. Maana nilikaa mimi na wewe tumeongea wawili tu. Au sio hivyo? Wewe mwenye nyumba ligia zako umemfuata Kidama umeenda kumwambia Kidama mimi ndugu yangu. Yanamhusu nini mambo yangu mimi? Jeni, wewe shoga yangu unanijua. Mimi hapa kijijini sinaga kabisa historia za umbeombea. Na kushangaa unavyosema nimemwambia maneno Kidama. Mimi nimemwambia maneno gani Kidama? Ila Esther, ulichokifanya sijakipenda. Nakwambia, akija kujua mume wangu, wewe unajua kabisa hii mimba sio ya kwake, ya mzee Mbolimboli. Akija kujua inakuwaje? Na Mbolimboli mwenyewe ndio yuko moto hatari anasubiri kiumbe chake. Unataka mimi nilogwe? Dada Samani usiniharibie ugali. Usiniharibie ugali, umenielewa Lakini Jeni, mimi sijamwambia Kidama kwa ubaya. Kwa sababu Kidama mimi ni rafiki yangu. Tena ni rafiki yangu sana, la kwake la kwangu, langu lake. Kwa hiyo ulivyonihadisia mimi nikaona bora tu nimwambie, lakini sikumwambia kwa ubaya kwamba eti atangaze kijiji kizima. Mimi sipo hivyo shoga yangu. Shoga yako wewe. Mimi Kidama nasalimiana naye tunapitana kama tujuani, sawa Sio kumwambia mambo yangu. Ungesubiri yako ndio umwambie. Yangu nimekukabidhi wewe ungekaa nayo wewe. Sawa Au na mimi nataka nikutangazie na kujitongesha kwa kakaangu. Nikutangazie? Maana mimi mwenyewe naweza sijapoa. Nitakuharibia koti kama unajitongozesha. Hivi mdada gani usiokuwa na aibu wewe? Basi ukiongea na mtu jitahidi kuwa nakaba. Dada Frija ligandishi. Basi Jeni shoga yangu nisamee kama nimekukosea. Maana mimi nilimwambia tu, lakini sikumwambia kwa ubaya. Na mimi sina kabisa tabia hizo za kusema eti nikutangazia mtaa mzima. Ni yeye tu ambaye ameshindwa kujishikilia, lakini mimi sipo huko shoga yangu. Yaani Esther nakwambia mume wangu akija kusikia nalia na wewe. Tena ukome, unajua ukome? Ufanye mwanzo na mwisho. Muone vile. Sura imemshuka kwa umbea. Hii hadithi ya usiku ya kijiji bila usingizi. Salama kijana wangu. Hivi unavyoona mguu ulikuwa unakuja kwako. Sawa. Una habari gani? Mpya ipo. Vijana wamekaa kikao cha serious lakini mbaya zaidi mimi nafika na kikao kimeisha. Kwa hiyo sikupata chochote. Ni kweli. Vijana walikaa kikao. Na hiki kikao kilikuwa ni mahususi kwa ajili ya Mbolimboli. Na inaonekana mpango wao wa sasa ni mpango wa nguvu sana. Na wamejipanga dhabiti kumdhibiti Mbolimboli. Lakini wasichokijua, Mbolimboli sio mtoto mdogo. Mbolimboli sio mtu wa kawaida. Watajamba kwenye maji. Ni sawa, ni sahihi unavyosema. Labda na mimi pia nikwambie kitu wewe. Kwa sababu hatujui walichokipanga sasa hivi ni nini. Kwa hiyo hakupaswa na wewe uwe makini. Kijana, naitwa Mbolimboli. Eko likashindena. Hakuna panya wala kikalagosi yoyote anayeweza kupita katika njia zangu. Kuwa na amani. Unaweza ukajisepia. Sawa. Wacha niende tu nyumbani nikapumzike. Sawa. Tutakutana tena wakati mwingine.
Vijana, piteni katika njia yangu niwaonyeshe. Mna hamu ya kwenda kuziona mbingu za chini ya ardhi. Unajua mpaka sasa tumetumia mbinu zote, kila aina ya mbinu tumejaribu kusudi ya kumpoteza Mbolimboli, lakini tumeshindwa. Kama vile unavyoona, tulijadili kwamba tumwekee sumu kwenye chakula, imeshindikana. Kama kawaida yake yule mzee, yani ni mtu wa machale muda wote. Kwa hiyo mpaka dakika hizi kama unavyoona mtani bado tuwapishana naye. Kwa maana hiyo ule mpango umebuma. Kwa hiyo na kijiwazo kwa sasa hivi hapa. Sawa? Ninachoona sasa hivi njia nyepesi ya kumuondoa Mbolimboli. Sawa? Inabidi kila mtu akamate mazuna. Namaanisha mapanga. Mimi na wewe, yani mimi kama ni Kimbudu na wewe Mela. Sawa? Tutafute hizo silaha. Tuwe mwangu tuwatembea nazo kwa ajili ya kumsakia Mbolimboli. Ili popote tuwapopata bahati ya kukutana na Mbolimboli. Ni michinjo tu. Kwa hiyo sijajua mwangu kama utakuwa tayari. Sasa Kimbudu, mimi ndio tushike mapanga ili tumuue Mbolimboli. Huyo Mbolimboli unavyojua ni mchawi. Alafu eti tumuue kutumia panga. Hivi kweli unaamini kwamba tutaweza kweli kumuua? Unajua unachokizungumza ni sahihi. Lakini tutafanyaje sasa ndugu yangu? Kwa sababu kama sumu imedunda. Na yule jamaa ni mtu wa machale. Kwa hiyo ndio hiyo njia mbadala ambayo mimi naona imebakia, kwa sababu tutakuwa wawili hatutoshindwa. Sawa. Mimi nimekuelewa. Kwa mimi ndugu yangu halina shida. Ila sasa tufanye siri, mimi na wewe tu basi, ili mradi wanakijiji wote wasikie Mbolimboli amefariki kutumia panga. Tena sisi ndio tutakuwa mashujaa wa hiki kijiji. Unajua? Maana unajua tu anatusumbua huyu jamaa. Tukisha muua tu kila mtu, mimi na wewe tutakuwa mashujaa, tutapata vyeo. Sasa basi tuwe serious na ile jambo. Sasa nisikize mwanangu. Kwa hiyo uko tayari? Hata sasa hivi fresh, ila nisikilize kwanza. Kwa sasa hivi twende nyumbani kwanza tukapumzisha akili. Alafu baadaye sasa jioni tukishatulia jioni sasa, kila mtu anaambia silaha yake. Kama wewe silaha, mimi nachukua panga langu, wewe utamkama mimi nachinja. Unasemaje? Yaani mimi kwangu ondoa wasiwasi, ila mimi ndo nina mashaka sema na wewe, kwa sababu utabikage muda wote mwangu naifanya kama nzenze ule mwangu. Mara ndio mara hapana. Wewe Kimbudu, mimi mwenzako ndo naitwa Mela boy mtu mbadi. Mtaa mzima wananipa mimi nani? Sawa, tusijisifie. Utajua mwenyewe. Sawa, tusijisifie sana. Kikubwa matendo, tuondoke. Unamwogopa Mbolimboli? Mbolimboli mchumba tu. Wewe vipi? Hii hadithi ya usiku ya kijiji bila usingizi. Hii hadithi
thabiti ya usiku, ya kijiji bila usingizi. Mboli mnoli wanamtaja kwa sauti za oga. Mwanafunzi daftari mkononi, lakini macho kama kivuli, anapita darasani kimya. Walimu wanafiki, wana baridi mtani, milango inafungwa mapema, watoto hawawezi cheza nje anapocheka. Mbwa ulia ndani, vichochoro vinanuka. Mboli mnaonya mchawi, wamekupa jina, umeteka roho za wengi. Imetanda kama moshi hewani, hakuna amani, mioyo imegandia. Marafiki wanageuka madui, vita ya macho na maneno. Mapenzi yanachomeka taratibu, lakini kila mtu anakukimbia. Kijiji kimejaa tetesi, hadithi za usiku zinazidi. Hii